Jamani, sina waka moyo. Hebu yaani unataka kwenda kazini ukiwa hivyo? Unajiona uko sawa mume wangu? Kinachokushangaza kitu gani sasa? Hebu jiangalie. Kila naota sauti za kilio chenye simanzi. Dhahabu na fedha viwezi kufuta makosa. Maisha yake yote sasa ni huzuni na hofu moyoni. Mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayaishi kamwe. Mwangaza wa pesa ukifunika ukweli, mwisho wa njia ni majuto milele. Kuna mwingine anazunguka dunia nzima, anatafuta penzi la kweli kwa mwanamke wa mbali, anachoka. Ina maana unataka kwenda kazini hujavaa nguo? Hivi mume wangu umepatwa na nini? Nahitaji kujua. Haya ni mambo ya kichawi kabisa, yaani sielewi. Hapa wanatuloga, sio bure. Sio bure mke wangu. Hawataka ni majirani tu wanatuonea wivu, tuna jumba kubwa. Mke wangu hapa tuyavumilie. Ila tutajua namna kufanya. Acha kunidanganya. Nguo umeiacha mwenyewe hapa. Sasa hivi unasema wachawi. Mume wangu mimi nimechoka na haya maisha. Nimechoka kila siku kukimbizana kama madigidigi. Mke wangu, mimi nguo nilivaa kabisa, yaani nimevaa kabisa. Sio koti hapa jamani. Nashindwa kuelewa shida ni nini? Mume wangu, nimechoka na haya maisha. Ni bora ile maisha yetu ya zamani, tuko na amani. Mimi sina amani mume wangu, kweli nimechoka. Ikiwezekana tuhame katika hili jumba. Nisaidie tu hilo mume wangu. Nimechoka, sina amani wangu. Umechoka. Nione huruma japo kidogo tu. Nateseka na haya maisha, nimechoka mume wangu. Mke wangu, naomba tuvumilie. Ila kwa hilo unalosema tuhamie sehemu nyingine, yaani kama kidogo limekaa, lakini hebu tuangalie tena. Nimechoka. Ina maana huyu ni kafikia kufanya hivi? Anaifua ngumi baba yake? Maisha yashakuwa magumu. Akatoa damu ya mtoto kwa tamaa ya mali. Leo ana magari, utajiri na utaka, lakini kwa mateso kama haya siwezi kupotea amani tena. Kila naota sauti za kilio chenye. Alicia, hivi kwa nini unachezea hisia ya moyo wangu? Kwa nini unaniahidi kitu ambacho huwezi kuwa mwaminifu nacho? Kwani nimefanya nini Kiputu? Mimi mbona sielewi? Ujue ulichokifanya? Hivi kwa nini una mahusiano na Bushingo? Wakati wewe kwa mdomo wako ulisema unanipenda mimi. Tulipokuwa wawili, mimi na wewe chumbani. Unajua Kiputu, hata mimi sielewi.
bosi naye kaniita, kaniambia habari hizo hizo. Lakini mimi sielewi chochote na wala sijui chochote kile. Kwani hii ofisi na nini jamani? Alicia, hivi naona wewe na mimi tuachane. Maana mambo siko yakaharibika hapa ofisini. Hapana Kiputu. Kwani mimi mbona huyo Bushingo sijai kuwa hata na mahusiano naye? Kiputu, haya tena ametoka wapi? Au shapata mwanamke mwingine? Ndio mama anifanyia visingizio. Kiputu, mimi nakupenda sana wewe. Siwezi kuwa na mwanamume mwingine yoyote. Nakupenda Kiputu, usiniache. Niamini. Shoga yangu, nimegundua kifo cha binti yangu Shamimu kwa katolewa kafara. Hivi ninajiandaa kwa ajili ya kulipiza kisasi. Hauwezi kupambana na mwanajeshi mwenye mafunzo ikiwa huwezi hata kutumia silaha. Badala yake utaenda kufa tu. Kwenye hili niko tayari kufa. Sijali chochote. Lengo la kupigana sio kwenda kufa. Ni lazima ulipize kisasi cha binti yako. Lengo la kupigana sio kwenda kufa, ni kwenda kushinda. Nurhat, natakiwa nifanye nini ili nishinde? Siwezi kukuamini wakati nimeona kwa macho yangu ukimbusu Bushingo. Kwani hii ofisi na nini jamani? Mbona hivi? Au kwa sababu wameona napendana na Kiputu? Mungu. Vita ya kishirikina inapigwa kichawi. Usipokuwa mshirikina utapigwa kijinga sana. Niisha katayo mambo. Sitaki na sitaki kuwa mchawi. Faida na hasara ya kila jambo ni maamuzi ya mhusika. Kwa hiyo sasa, maamuzi ni yako. Kunyoa au kusuka. Sinyoi wala sisuki, bali nitafunga kilema na kukikaza ili niingie vitani. Karibu sana kwenye ulimwengu wa giza. Giza ambalo lilojificha na linaweza kuonyesha chochote ambacho kipo kwenye mwanga. Kuanzia sasa, hii vita ni yetu sote. Huzuni na hofu moyoni, mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayaishi kamwe, mwangaza wa pesa ukifunika ukweli. Limeniangukia jumba bovu, lakini sitaki kufa kizembe. Aliyekuangushia mzigo wa lawama ametoka hapa kwangu. Kwa maana wewe ndio uliomwambia kwamba mimi ndo nimemtoa kafara binti yake? Hapana, niliishia njiani. Alikuwa na hasira sana, hivyo sikuweza kumwambia ukweli. Mbona unanichanganya? Umemwambia nini hasa dadangu? Ina maana yule mama ni dada yako? Na binti aliyopotea ni mpo wangu. Anaitwa Shamimu. Ili ni zimu likujualo. Aliyemtoa kafara mpwa wako ni rafiki yako Mzee Kikoti. Eti nini? Mzee Kikoti? Kwa nini yeye? Kwa sababu ya deni. Alikosea masharti kwenye kafara ya binti yake. Kisha majini wakadai fidia. Ndipo alipoamua kumtoa mpwa wako. Kwa maana nimekikumbatia kivuli cha adui yangu? Hapana. Ili anapaswa kulilipa Mzee Kikoti. Tena atalilipa kwa ukubwa stahiki. Nilishindwa kumwambia ukweli dada yako kwa kuhofia kuvunja sheria. Wewe ni mwanaume mwenzangu, ndio maana nimeamua kukwambia ukweli. Sasa basi, msije mkauana huko mtaani ikaonekana mimi ndiyo sababu. Sikiliza mganga, hii ngoma nitaicheza bila kujifunga kibwebwe. Sitakuvua nguo. Vita anayoipigana Mzee Kikoti ni ngumu sana, na ndio maana kila njia anayoipita haifiki mwisho. Usihofu kwa hilo. Kilichonileta tayari nimeshakipata. Asante sana. Usiku wa giza alifanya maamuzi, moyo wake ukawa mbali na huruma za duniani.
akatoa damu ya mtoto kwa tamaa ya mali. Leo ana magari. Hiki ni kikao cha dharura. Tumepata mradi mpya wa ujenzi wa hospitali. Ni jambo jema sana, na mradi huo upo nchini Kongo. Nchi ya watu imetuamini, kwa hiyo inatakiwa tufanye kazi kwa weledi, tutumie ufanisi wetu mkubwa. Unajua, kuaminiwa na nchi za nje sio kazi rahisi. Sio kwamba hakuna makampuni ya ujenzi kule, lakini kwa nini wametuamini sisi? Kwa sababu wameangalia kazi tunazozifanya, na hii website imetusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo mataifa ya nje yanakuwa yanatuangalia kupitia website yetu. Wamethaminisha kazi zetu, wakaona tunawafaa kuwajengea hospitali ya mfano nchini Kongo. Na mtu pekee wa kwenda kufanya survey kwenye huu mradi tutampeleka Kiputu. Huzuni na hofu moyoni, mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayaishi kamwe, mwangaza wa pesa ukifunika ukweli. Samahani, lakini kama nitakuwa na kuingilia kwenye maamuzi yako, kwa sababu Kiputu mradi wa Zanzibar yeye ndo anasimamia na mwongozo wote anafahamu yeye. Huo mradi wa Kongo ni bora ungenipa mimi, nikaenda kufanya na nikawa mzoefu katika nchi jirani, ili mradi kazi nyingine zikatokea nikaweza kufanya vizuri. Naomba mnisikilize kwa makini. Kwa nini tunampeleka Kiputu? Kiputu ni mwenyeji wa Kongo, kwa hiyo nina imani njia za kule atakuwa anazielewa. Hata terminology za lugha za Kongo yeye atakuwa anaielewa, na tutampa wiki 2. Wiki ya kwanza ukafanya kazi Kiputu, na wiki ya pili tutakupa tu, kwa maana kule ni kwenu, utembelee ndugu jamaa na marafiki na urudi hapa kwa wakati. Asante sana boss. Ninakuahidi nitafanya kazi vizuri na kwa weledi zaidi. Na kuanzia sasa mradi wa Zanzibar utausimamia wewe. Asante sana boss. Na nitafanya kwa weledi, yaani kila kitu kitakuwa sawa. Samahani sana boss. Tukiondoka mimi na Kunani, mimi ndio nitakaye kusimamia tena ofisi hapa. Kiputu, jiandae, safari yako ni kesho kutwa. Sawa boss. Nitashukuru na asante sana. Kunani, jiandae kwenda Zanzibar. Asante sana boss. Mimi ya kwangu alikuwa ni hayo tu, na kikao nimekifunga. Tuendelee na kazi. Na hofu moyoni, mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayaishi kamwe, mwangaza wa pesa ukifunika ukweli. Mwisho wa njia ni majuto milele. Kuna mwingine anazunguka dunia nzima, anatafuta penzi la kweli kwa mwanamke wa mbali, anachoka na maumivu ya moyo wa zamani, anahitaji faraja, upendo na tabasamu la kweli. Anaamini kuna mtu atakayemuelewa, atakayemshika mkono wakati wa giza, si kwa tamaa
wala mali ya duniani, bali moyo safi wenye upendo wa kweli. Wengine wanakimbiza mali kwa njia za giza, wengine wanatafuta mapenzi ya kuwaponya, lakini maisha yana siri nyingi duniani. Kila mtu anatafuta mwanga wake moyoni. Mali ya damu hauleti furaha, mapenzi ya kweli hujenga maisha. Usikimbize dunia kwa njia ya maovu, mwisho wa yote ni amani ya moyo. Usiku wa giza alifanya maamuzi, moyo wake ukawa mbali na huruma za duniani. Akatoa damu ya mtoto kwa tamaa ya mali. Leo ana magari, nyumba kubwa na fahari, lakini ndani ya moyo hana amani tena. Kila akilala naota. Kwani bosi leo kakutana nini? Dhahabu na fedha haviwezi kufuta makosa. Maisha yake Katisha. sasa ni huzuni na hofu moyoni. Mali ya damu. Kwani ndani kuna nini? Machozi ya roho haishi kamwe. Mwangaza wa pesa ukifunika ukweli. Mwisho wa njia ni majuto milele. Kuna mwingine anazunguka dunia nzima. Umewezaje kuniona? Wewe Sinia, si umekufa? Hapana, mimi sijakufa, na haya ndo makazi yangu alonichagulia baba. Nini kimekuleta nyumbani kwangu? Akatoa damu ya mtoto kwa tamaa ya mali. Leo ana magari, nyumba kubwa na fahari, lakini subiri kwanza. Kila akilala naota. Usiniogope, mimi sio mtu mbaya kwako. Dhahabu na fedha haviwezi kufuta makosa. Maisha yake yote sasa ni huzuni na hofu moyoni. Mali ya damu hauleti furaha, machozi. Kumbe unailizi ndio maana unaniona. Umani ilizi ndio inafanya mimi nikuone wewe? Ndiyo. Alafu na nani amekupa hiyo ilizi? Alinipa bibi. Ni kwa nini unaishi huko? Na kwa nini babako akulete huko? Kama unataka kujua ukweli, nenda kamuulize baba. Nikamuulize babako? Ndiyo. Maana yeye ndo anayejua mimi naishi humu ndani. Na kwa nini aninitangazia mimi nimekufa? Pendo na tabasamu la kweli. Anaamini kuna mtu atakayemuelewa. Mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayaishi kamwe. Mwangaza wa pesa ukifunika ukweli. Mwisho wa njia ni majuto milele. Kuna mwingine anazunguka dunia nzima.
Usiku wa giza alifanya maamuzi, moyo wake ukawa. Mke wangu, kuna shida gani hapa? Kuna shida gani hapa? Umejuaje kama hapa kuna shida? Hamna. Hakuna shida yote. Unajua unanishangaza sana. Kuna mambo mengi ya siri unanificha. Au kana kwamba kuna kitu unakijua, alafu unashindwa kuniambia. Usiku wa giza alifanya maamuzi, moyo wake ukawa mbali na huruma za duniani. Shikamoo shemeji. Marhaba. Hujambo? Sijambo. Sheila, ulikuwa wapi? Nilikuwa chooni. Utakuja kuniona presha. Moyo wangu ni mdogo sana. Kwa wakati mwingine usirudie hivi. Sipendi utoke hapa nyumbani. Hana amani tena, kila kilala naota sauti za kilio chenye simanzi. Dhahabu na fedha viwezi kufuta makosa. Maisha yake yote sasa ni huzuni na hofu moyoni. Mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayaishi kamwe. Mwangaza wa pesa ukifunika ukweli, mwisho wa njia ni sikutakiwa nikusumbue, lakini ninachotaka tuongee ni siri sana, na ndio maana nikaona ni bora uje nyumbani badala ya mimi kuja kilingani kwako. Bi Tausi ni ndugu yangu wa damu kabisa. Haijalishi nina ugomvi naye, lakini siwezi kumkumbatia mzee Kikoti ambaye amediriki kumtoa kafara mpo wangu Shamimu. Kinachoniumiza zaidi, wakati huo anajitahidi sana kuniomba msaada ili nimsaidie kwenye majanga yake. Sasa labda wewe ulikuwa unataka tufanyaje? Nataka ajutie kwa ujinga wake na alipie kwa alichokifanya kwa mpo wangu Shamimu. Kama unaniamini, niachie mimi. Hilo jambo nitalifanya kwa ukubwa, maana najua wapi amejikwaa, na ndio maana mpaka sasa anahangaika kuudhibiti mzimu wa mtoto wake na ameshindwa. Kwa maana mzee Kikoti unamjua kabla? Hapana, simfahamu kabla mzee Kikoti, ila mizimu yangu inaniambia kila hatua anayopitia. Na hata mara ya mwisho wewe ulimpeleka kwa Ustazi Nyando, akapewa maji matakatifu na akashindwa kuyatumia. Kama amefikia hatua ya kumtoa kafara mpo wangu, na wakati huo ananiomba sana nimsaidie kwenye majanga yake, kana kwamba mimi ni rafiki mwema sana kwake. Hii inaniambia mzee Kikoti ni zimu linijualo. Nataka nile naye sahani moja. Naomba sana sana sana, fanya kwa ajili yangu. Fanya lolote unaloliweza ili kuhakikisha kwamba anajutia huu ujinga wake. Toa shaka, hiyo ni kazi ndogo sana kwangu. Kwa hakika ninakuamini sana na ninaamini kweli hii ni kazi ndogo kwako. Na nakuahidi haya matunda tutakula wote. Nisaidie. Lakini maisha yana siri nyingi duniani. Kila mtu anatafuta mwanga wake moyoni. Mali ya damu hauleti furaha, mapenzi ya kweli hujenga maisha. Usikimbize. Tulia. Sawa, tulia. Tuliza ndembe. Mali ya damu hauleti furaha, mapenzi ya kweli hujenga maisha. Usikimbize dunia kwa njia ya maovu, mwisho wa yote ni amani ya moyo. Unapitaje mtaani ukiwa peke yako? Afu mgeni unapitaje mtaani? Nizamishe? Nizamishe? Sawa. Sasa sikia, siku nyingine uko unapita mitata hapa mwenyewe. Sawa.
Atakayemshika mkono wakati wa giza. Mbali moyo safi wenye upendo wa kweli. Wengine wanakimbiza mali kwa njia za giza. Wengine wanatafuta mapenzi ya baridi barafu. Haina kweli. Mwanga wake moyoni. Mali ya damu hauleti furaha. Mapenzi ya kweli hujenga maisha. Usikimbize dunia kwa njia ya maovu. Mwisho wa yote ni amani ya moyo. Umefuata nini kwangu? Sinakuuliza wewe mshenzi, umefuata nini kwangu? Umekuja kuniua na mimi eh? Haya niue mimi hapa. Au umeniletea taarifa za binti yangu umemuona? Yuko wapi Shamimu wangu? Tuna jambo la kuongea dada. Na ndio maana nimekuja mpaka nyumbani kwako. Jambo gani? Jambo gani hilo? Niambie, jambo gani umempata binti yangu niambie? Mimi siogopi kuchukiwa na wewe. Maana tangu hapo zamani hatuna maelewano mimi na wewe. Lakini kilichonileta ni kwamba nataka umjue adui yako ni nani. Bila shaka umeshajua dhamira yangu. Na ndio maana umekuja kunipelemba pelemba. Nisikilize, mimi na wewe ni maadui. Hatuwezi kukaa tukazungumza lugha moja. Niambie umefuata nini kwangu? Sikiliza dada. Rudi kwa mganga wako aliyekwambia kwamba Shamimu ametolewa kafara. Kamuulize vizuri atakwambia ni nani aliyemtoa kafara. Na ukishapata jibu, njoo nitakupa msaada. Mimi sio mjinga kaka, na siwezi kupita njia moja na wewe. Ondoka kabla sijapandisha hasira zangu hapa. Nimesema ondoka! Dada, aliyemtoa kafara binti yako ni Mzee Kikoti na sio mimi. Unasemaje? Na kwa nini yeye? Hata mimi nilishangaa hivyo hiyo niliposikia. Sikiliza dada. Haijalishi mimi na wewe tuna maugomvi kiasi gani. Tunaweza kuweka tofauti zetu pembeni ili tupiganie haki ya Shamimu. Usiku wa giza alifanya maamuzi. Moyo wake ukawa mbali na huruma za duniani. Akatoa damu ya mtoto kwa tamaa ya mali. Leo ana magari, nyumba kubwa na fahari. Lakini ndani ya moyo hana. Kila naota sauti za kilio chenye simanzi. Dhahabu na fedha. Sinikimbie mzee. Nimekuja kuzungumza na wewe. We mganga au jini? Mimi ni mganga. Na natakiwa kukusaidia ndio maana niko hapa. Una uhakika unachokiongea? Toa hofu Mzee Kikoti. Nitakusaidia. Njoo kilingeni kwangu. Leo ana magari, kubwa na fahari. Lakini ndani ya moyo hana amani tena. Kila naota
sauti za kilio chenye simanzi. Dhahabu na fedha viwezi kufuta makosa. Maisha yake yote sasa ni huzuni na hofu moyoni. Mume wangu, ulikuwa unazungumza na nani? Hamna mke wangu, nilikuwa naongea tu na simu hapa. Na hiyo simu iko wapi? Hamna. Sawa, nimekuelewa. Ndani. Mwanamke wa mbali anachoka na maumivu ya moyo wa zamani, anahitaji faraja. Kaka, pole sana. Shikia samahani kwa kusimamisha hapa. Nimekuletea vitu vyako. Unafahamiana na ule kibaka? Ndio, nafahamiana naye. Yule pale ni mpenzi wangu. Kwa hakika wanawake mna mioyo migumu sana, tena mithili ya mwamba wa bahari. Pole sana. Nafanya hayo yote kwa sababu nampenda sana. Sawa, asante, nikutakia kila la heri. Kila mtu anatafuta mwanga wake, maisha yake yote sasa ni huzuni na hofu moyoni. Mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayaishi kamwe. Mwangaza wa pesa ukifunika ukweli, mwisho anatafuta penzi la kweli kwa mwanamke wa mbali, anachoka na maumivu ya moyo wa zamani, anahitaji faraja, upendo na tabasamu la kweli. Anaamini kuna mtu atakayemwelewa, atakayemshika mkono wakati wa giza. Sio kwamba naonekana mtu mwenye mawazo sana. Nina mawazo, na mawazo hayo yanasababisha wewe, kwa sababu wewe unafahamu kabisa kwamba mimi sina kazi yoyote hapa mjini inayonifanya mimi nipate hata kifungua kinywa. Kazi yangu ni ile pale unajua wewe. Alafu unakuwa unaingilia kati, unanikwaza kiukweli. Gamba, mimi nilifanya vile nataka kubadilika. Lengo langu nataka kubadilisha wewe. Nataka uwe mwanaume wangu wa maisha yangu. Kama nilikosea naomba unisamehe. Lakini mimi nataka mabadiliko yako. Lakini unazingua kiukweli. Unazingua sana. Mimi sipendezwi na hiyo tabia. Basi tuachane naye. Leo nimekusurprise. Surprise? Mwisho wa yote ni amani ya moyo. Yeah. Yeah. Wow. Nataka uwe mwanaume mtanashati. Uvae upendeze, nikupeleke nyumbani. Ngoja nijaribishie tatizo lako wewe baby. Unataka mimi nifananie na warembo. Hilo ndio tatizo lako. Mimi kufanania na warembo sasa. Mimi nataka niendelee kuwa mgumu hivyo. Usiku wa giza alifanya maamuzi. Unaona sio umependeza? Kweli? Ndio. Umetoka? Ndio, sasa hata kwa watu nikipita natambulisha mume wangu hapa. Lakini sio kama vile zamani kwani na kuonea aibu. Kweli nilikuwa na kuonea aibu.
maisha yake yote sasa ni huzuni na hofu moyoni. Mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayashikamwe. Mwangaza wa pesa ukifunika ukweli, mwisho wa njia. Nadhani mimi nilikwambia tayari shakata chumba. Ukawa unasema mlete nyumbani, mlete nyumbani. Nilikwambia tulia, mazuri yatake haraka, ipo siku ntaleta. Basi siku yenyewe ndio imefika. Huyu naye mwana mbele yako hapa. Huyu ndio mke wako. Anaitwa Gamba. Gamba. Huyu ndio mamako. Mamangu mapenzi, mapenzi. Karibu, jisikie upo nyumbani. Si kwa tamaa wala mali ya duniani, bali moyo safi wenye upendo wa kweli. Wewe unapitaje hapa mtaani ukiwa peke yako? Unajiona mwamba, si ndio? Haya, utulie sasa. Sawa? Tulie hivyo. Si kwa tamaa nitakuchoma besi ya tumbo juu. Bali moyo safi wenye upendo wa kweli. Una hela? Una hela? Sasa unatembeaje peke yako hapa? Unajiamini kabisa, unatembea tu vululu kihivyo. Sasa sikiliza maneno. Siku nyingine tembea na watu. Sawa? Ongea na watu. Afutika! Wengine wanatafuta mapenzi ya kuwaponya. Asante. Mama, shikamoo. Na siri nyingi duniani, kila mtu anatafuta mwanga wake. Mama, si anakusalimia? Jana, naomba uondoke. Nimesema naomba uondoke. Naomba uondoke. Bibi, unaweza kuzungumza na mama? Na ulisema utaletea mchumba, ndo huyu? Huyu kijana ni mwizi, amediriki mpaka kunikaba na kunichukulia simu yangu. Leo ndo mwanaume unaniletea nyumbani? Oh mama, nitakuletea mchumba. Mama, nina mchumba wangu nampenda sana, nitakuja kumtambulisha. Ndo huyu mwizi? Kijana, naomba uondoke. Nimesema naomba uondoke. Nimesema naomba aondoke. Wanataka kuniletea mwizi katika uwanja wangu, katika nyumba yangu na kwenye familia yangu. Kijana, naomba uondoke katika mji wangu. Ondoka. Lakini mama, sisi. Nimesema ondoka. Mama, lakini kabadilika. Naomba uondoke. Naomba uondoke, nimesema. Nimesema ondoka. Naomba uondoke. Naomba uondoke. Kumbe unijui? Wewe uniletea watu wako ajabu wewe katika nyumba yangu, mimi sitaki. Umenielewa naye? Yule mwizi kabisa alinitiliki kunikaba na kunibia simu yangu. Ni mwanaume kuniletea hapa. Unataka kunidhalilisha, kuniletea wizi? Wizi katika familia yangu. Na usinidhalilishe na majirani zangu. Mama, lakini si nimekwambia nibadilike. Nimesema sitaki. Na kama ni mimi ni mama yako niliyokuzaa, sitaki nimuone wewe mwanaume. Lakini mimi nampenda mama. Nimesema sitaki. Mwanaume. Unaletea mwizi katika mji wangu? Yule mwanaume anajielewa, hata kujielewa ajielewe. Sawa. Angesimama hapa huyu. Sheila, dadako jana aliniambia kwamba umepotea. Ulienda wapi? Mimi sikupotea. Nilienda kuangalia mazingira kidogo. Hayo mazingira unaenda kuyaangalia ni mazingira ya humu ndani ama ni mazingira ya nje? Ni humu ndani. Kuna mazingira makubwa sana ambayo binadamu wa kawaida hawezi kuyaona.
Unajua, na kuuliza maswali haya kwa urafiki kabisa, na tumekaa hapa ni kirafiki kabisa. Sasa naomba unijibu kirafiki, sawa sawa? Hebu niambie ukweli, ulikuwa wapi? Kama unahitaji niongee ukweli, mwite dada niongee ukweli mbele yake. Dada yako anahusika vipi na mazungumzo yetu? Kwa nini unakuwa muongo wakati bado mtoto mdogo? Je, ukikuwa? Unahitaji nikwambie ukweli hii hali wewe mwenyewe sio mkweli? Sheila, ni majibu gani ambayo unamjibu shemeji yako hayo? Huoni kama ni makosa na wewe ni mtoto mdogo? Haya, muombe msamaha shemeji yako. Haraka. Sheila, sinaongea na wewe. Alifanya maamuzi, moyo wake ukawa mbali na huruma za duniani. Akatoa Sheila mtoto kwa tamaa ya leo ana magari, nyumba kubwa na fahari. Lakini ndani ya moyo mtoto, mbona kama kuna kitu anakifahamu? Kila kilala naota sauti za kilio chenye simanzi. Dhahabu na fedha haviwezi kufuta makosa. Maisha yake yote sasa ni huzuni na hofu moyoni. Mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayashi kamwe. Mwangaza wa pesa ukifunika ukweli, mwisho wa anazunguka dunia nzima. Ni adabu za wapi unajaribu kuonesha kwa shemeji yako? Nimefanya makosa kukuleta hapa nyumbani? Hivi dada, unafahamu ni kitu gani kilichomkuta mwanao nini? Nyamaza wewe. Hiyo mada inahusikaje na jeuri yako? Mume wako ndo alohusika kumuua nini? Alafu upo gizani kabisa, hujui chochote. Mume wangu? Mume wangu anahusikaje kumuua mwanae mwenyewe alomzaa? Na wewe hizo habari umezipata wapi? Bali moyo safi wenye upendo wa kweli. Huna majibu ya kunipa, si ndio? Okay, sawa. Tusiandikie mati ingali wino huko. Kama unabisha, tuna nikakupeleke mwana wake. Wengine wanakimbiza mali kwa njia za giza. Wengine Sheila, ndio umeleta hapa kufanya nini? Yupo humu ndani. Ngoja nikuoneshe. Usiku wa giza alifanya maamuzi, moyo wake ukawa mbali na huruma za duniani. Akatoa damu ya mtoto kwa tamaa ya mali. Leo ana magari, nyumba kubwa na fahari. Lakini ndani ya moyo hana amani tena. Kila kilala naota sauti za kilio chenye simanzi. Dhahabu na fedha haviwezi kufuta makosa. Maisha yake yote sasa ni huzuni na hofu moyoni. Mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayaishi kamwe. Mwangaza wa pesa ukifunika ukweli, mwisho wa njia ni majuto milele. Kuna mwingine anazunguka. Unafanya nini maeneo haya? Amna, nimesema tu naangalia mazingira. Usiku wa giza alifanya maamuzi, moyo wake ukawa mbali na huruma za duniani. Akatoa damu ya mtoto
mtoto kwa tamaa ya mali. Leo ana magari, nyumba kubwa na fahari, lakini ndani ya moyo hana amani tena. Kila akilala anaota sauti za kilio chenye simanzi. Dhahabu na fedha haviwezi kufuta makosa. Maisha yake yote sasa ni huzuni na hofu moyoni. Mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayashikamwe. Mwangaza wa pesa ukifunika ukweli, mwisho wa njia ni majuto milele. Kuna mwingine anazunguka dunia nzima, anatafuta penzi la kweli kwa mwanamke wa mbali. Anachoka na maumivu ya moyo wa zamani, anahitaji faraja, upendo na tabasamu la kweli. Anaamini kuna mtu atakayemwelewa, atakayemshika mkono wakati wa giza. Unajielewa kweli? Si kwa tamaa huyo gamba kunikaba na kunipora vitu vyangu mpaka simu yangu na kunishikia sana. Kwa hiyo wewe ndio unamuona mwanaume wako naye. Wewe mtoto, unajitambua vizuri kweli au una matatizo? Sasa naomba unisikilize. Nikiwa kama mama sitaki huyo gamba kumsikia hata katika masikio yangu. Nadhani umenielewa. Wengine wanakimbiza mali kwa njia za giza, wengine wanatafuta mapenzi ya kuwaponya, lakini maisha yana siri nyingi duniani. Kila mtu anatafuta mwanga wake moyoni. Kama unampenda gamba, kuanzia leo hii utakapotoa mtu wako kwenda kwa huyo gamba, sitakurudisha mbali zako. Kweli hujenga maisha, na kitakachokukuta yeye ndo atajua kupeleka wapi. Mwisho wa yote ni amani ya moyo. Hiyo kwangu haina shida. Dua la kuku huwa halipati moyo. Atakuwa babangu na mamangu pia. Kwa heri naondoka. Baki na maisha yako. Mke wangu pale, unaenda wapi mke wangu? Sitaki. Mke wangu unabaki mke wangu. Imeenda huko ikieni kwa sababu. Unaenda wapi? Sasa unaenda wapi? Sasa unaenda mke wangu. Sitaki yake. Nini shida? Mke wangu, nimekuzoea mke wangu. Usifanye hivyo. Yanaongeleka ya mke wangu. Hapana, usiondoke bwana, usiondoke. Usiondoke bwana, tukae chini tuzungumze mke wangu. Tuzungumze haya, nazungumzika mke wangu. Sitaki tena kuishi na wewe. Nivumilie. Yanaongeleka ya mke wangu. Subiri kwanza. Subiri kwanza tuongee. Yaani ni baba wa aina gani? Ni baba wa hovyo. Ufai kabisa kuishi kwenye jamii. Yaani unaenda kutoa mtoto kafara. Unafikia mimi nijisikiaje? Na moyo najisikia vibaya. Najisikia vibaya zaidi ya vibaya. Sitaki kuendelea kuishi na wewe. Niache. Niachie nasema. Unataka nini? Unataka roho yangu? Ni bora mimi ningekufa kuliko mtoto wangu. Hakuna kitu kinamuuma mzazi kama mwanae akafa hapo yeye bado yuko hai. Yaani unathamini mali kuliko watoto. Ni baba wa hovyo sana wewe. Siwezi kuendelea kuishi na wewe, utanisamehe. Usiku wa giza alifanya maamuzi, moyo wake ukawa mbali na huruma za duniani. Akatoa damu ya mtoto kwa tamaa ya mali. Leo ana magari, nyumba kubwa na fahari,
lakini ndani ya moyo hana amani tena. Kila akilala naota sauti za kilio chenye simanzi. Dhahabu na fedha haviwezi kufuta makosa. Maisha yake yote sasa ni huzuni na hofu moyoni. Mali ya damu na bado mateso utayopata hapa duniani utajuta kwa nini umemtoa kafara. Na hizi mali ulizo nazo utokuja kuziona tena. Maisha yake yote sasa ni huzuni na hofu moyoni. Mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayashikamwe. Mwangaza wa pesa ukifunika ukweli, mwisho wa njia ni majuto milele. Kuna mwingine anazunguka dunia nzima, anatafuta penzi la kweli kwa mwanamke wa mbali. Anachoka na maumivu ya moyo wa zamani, anahitaji faraja, upendo na tabasamu la kweli. Anaamini kuna mtu atakayemwelewa, atakayemshika mkono wakati wa giza. Si kwa tamaa wala mali ya dunia,